Katika historia na harakati za ukombozi wa binadamu dhidi ya umaskini, mateso na udhalimu haijawahi kuwa rahisi hata kidogo. Mwanaharakati ama wanaharakati wengi wamejitolea, wakapambana kwa ujasiri mkubwa, lakini wakiwa na dhamira ya kubadili hali ya watu wao waliowazunguka. Na nyingi walilipa gharama kubwa. Ingawa tunajivunia mafanikio yaliyopatikana, wengi wa wale waliopigania haki za wanyonge walikufa kwa mikono ya watawala wa kibepari na mifumo kandamizi. Kuna jina moja tutalitaja leo la Ernesto Che Guevara. Ni moja ya hao ambao jina lake limechukua nafasi kubwa katika historia ya dunia. Che Guevara au Ernesto Guevara de Serna ni jina ambalo linahusishwa na mapinduzi, uasi na shauku isiyo na kikomo ya kuikomboa jamii kutoka kwenye minyororo ya ukandamizaji. Maisha yake si tu ni simulizi ya mtu mmoja, bali ni kioo kinachoakisi mizozo ya karne ya 20, mapambano ya wanyonge na gharama ya ndoto za mabadiliko makubwa. Kutoka katika familia ya kiheshima huko Argentina, Che Guevara alikusanya uzoefu wa kimapinduzi wakati akiwa na umri mdogo tu, na mapenzi yake kwa haki na usawa yaliweza kumpeleka katika misitu ya Cuba, Bolivia na sehemu nyingine za Amerika ya Kusini. Che alikataa kushiriki kwenye mfumo wa kibepari ambao ulidumaza na kudhalilisha watu wengi wa kawaida. Alijua kuwa ili kufanikisha ukombozi wa kweli ilibidi mapinduzi yawe ya kisiasa, kijeshi na kiuchumi. Che Guevara alizaliwa Juni 14, 1928 huko Rosario, Argentina, katika familia ya tabaka la kati iliyokuwa na mizizi ya Kihispania na Kiarandi. Baba yake Ernesto Guevara Lynch alikuwa mhandisi wa ujenzi na mfanyabiashara wa chai ya yerba, wakati mama yake Celia de la Serna alikuwa mwanamke mwenye elimu na ambaye alimpa Che Guevara upendo wa kusoma. Che alikuwa mtoto wa kwanza kati ya watoto 5, na tangu utotoni alionyesha akili za tofauti pamoja na tabia za ukaidi na shauku ya kujua vitu. Lakini hakuwa mzima kiafya. Maisha yake yalikuwa na changamoto kubwa ya kiafya. Akiwa na umri wa miaka 2, Che Guevara alianza kuugua pumu, ugonjwa ambao ulimtesa maisha yake yote. Hali hii ilimlazimisha kuishi maisha ndani ya nyumba mara nyingi, akisoma vitabu vya fasihi, historia na falsafa badala ya kucheza nje kama watoto wengine. Mama yake alimfundisha kusoma kwa sauti, na kwa umri wa miaka 10, Che Guevara alikuwa amesoma kazi za wafikra kama Karl Marx, Sigmund Freud na Pablo Neruda. Familia yake ilihamia Cordoba na baadaye Buenos Aires ili Che apate hewa safi na elimu bora. Alipokuwa kijana alipenda michezo kama rugby, ambapo alipata jina la utani Fuse kwa sababu ya nguvu zake za kipekee licha ya pumu. Alipofika chuo kikuu cha Buenos Aires mwaka 1948, alichagua kusoma udaktari. Lakini Che hakuwa na nia ya kuishi maisha ya kawaida ya daktari. Moyo wake ulitawaliwa na shauku ya kuelewa dunia na mateso ya watu wake. Mnamo mwaka 1951, akiwa na umri wa miaka 23, Che Guevara alianza safari ambayo ndio safari iliyobadilisha maisha yake milele. Safari ilikuwa na lengo kubwa la utalii na pamoja na kugundua hali ya uchumi na kijamii ya Amerika ya Kusini. Akiwa na rafiki zake Alberto Granado, daktari wa biokemia, waliacha masomo yao kwa muda na kupanda pikipiki ya Norton iliyoitwa La Poderosa kusafiri Amerika Kusini. Safari hii ya miezi 9 ilichukua zaidi ya kilomita 8,000. Ilimwezesha kuona mateso ya watu wengi wa kawaida kwa macho yake mwenyewe. Wakati wa safari, Che na Granado walipitia Argentina, Chile, Peru, Colombia na Venezuela. Huko Chile walikutana na wafanyakazi wa migodini ya shaba waliokuwa wakifanya kazi katika mazingira hatari kwa mshahara mdogo sana. Huko Peru walitembea San Pablo, koloni la wagonjwa wa ukoma, ambapo Che alishirikiana nao kwa karibu, akicheza nao mpira wa miguu na kuwahudumia kama daktari. Alishangazwa na jinsi jamii ilivyowatenga wagonjwa hao, na hapa ndipo alipoanza kuona uhusiano kati ya umaskini, ugonjwa na mifumo ya kijamii inayowakandamiza. Katika diary yake ya safari iliyochapishwa baadaye kama The Motorcycle Diaries, Che aliandika, nilianza kuona kwamba kuna kitu kilichopaswa kubadilika katika ulimwengu huu,
na kwamba mtu anaweza kusaidia katika mabadiliko hayo. Hii ilikuwa ni moja ya matukio muhimu ambayo yaliunda muktadha wa mawazo na falsafa ya Che kuhusu maisha, haki na mapambano ya kijamii. Ikawa ni mwanga wa awali kwa Che, na akaweza kuona wazi kwa tofauti kubwa kati ya tabaka tajiri na masikini ilikuwa ni chanzo kikuu cha matatizo Amerika ya Kusini. Hali hii iliathiri sana mawazo ya Che na kumshawishi kutafuta njia za kimapinduzi za kumaliza hali hii ya dhuluma. Baada ya kumaliza elimu yake ya udaktari mwaka 1953, Che alisafiri tena akapita Guatemala ambapo alishuhudia mapinduzi yaliyoshindwa dhidi ya serikali inayoungwa mkono na Marekani. Huko ndipo alipokutana na mwanaharakati wa kikomunisti na kuanza kuamini kuwa mapinduzi ya silaha ndiyo njia pekee ya mabadiliko ya kweli. Mnamo mwaka 1955 huko Mexico City alikutana na Fidel Castro, ambapo Fidel Castro na wenzake walikuwa wakijiandaa kwa mapinduzi dhidi ya utawala wa kidikteta wa Fulgencio Batista nchini Cuba. Castro alikuwa amekimbilia Mexico baada ya kushindwa kwa jaribio lake la kwanza la mapinduzi dhidi ya Batista, ambapo ni mwaka 1953. Wakati huo alikuwa akikusanya waasi na akijiandaa kwa mapambano ya baadaye. Che Guevara alikuwa amefika Mexico City kama sehemu ya kazi yake kama daktari. Alijua kuhusu mapambano ya Castro na alijivunia kwa dhamira ya kuiletea uhuru Cuba kutoka kwa utawala wa kibepari. Wakiwa katika muktadha wa mapambano ya kimapinduzi na harakati za kujenga muungano dhidi ya mifumo ya kiimla, Che Guevara alikubaliana na mawazo ya Castro kuhusu kuanzishwa mapinduzi na kuleta mabadiliko katika jamii ya Cuba. Baada ya mazungumzo kadhaa, Che Guevara alikubali kuungana na Castro na walikuwa pamoja katika harakati za kuandaa mapinduzi ya Cuba. Alijiunga na kundi la wafuasi wa Castro ambalo lilipewa jina la Granma, na walifanya safari ndefu ya kwenda Cuba kwa meli ya Granma mwaka 1956 ili kuanzisha mapambano dhidi ya utawala wa Batista. Hiyo ilikuwa Desemba 2 mwaka 1956. Walisafiri hadi Cuba pamoja na wanaume 82. Meli hiyo iliposhambuliwa na jeshi la Batista, wengi waliuawa, lakini Che alikuwa miongoni mwa waliobaki 12 waliokimbilia milima ya Sierra Maestra. Huko alianza kuwa kiongozi wa kijeshi akiongoza safu yake ya waasi, Columna 4, na kuonyesha ustadi wa ajabu wa vita vya msituni. Che alikuwa zaidi ya mpiganaji. Alifundisha waasi kusoma na kuandika. Aliandaa kliniki za msituni kuwatibu wagonjwa na aliandika mikakati ya kijeshi, yani ikawa mbuzi kafia kwa muuza supu. Mnamo mwaka 1958 aliongoza vita vya Santa Clara ambapo waasi wake walifanya ambushi treni ya kijeshi ya Batista na hivyo kuharakisha ushindi wa mapinduzi. Treni hii ilikuwa imebeba silaha nyingi za serikali ya Batista. Huu ulikuwa ni mtindo wa Che na wana mapinduzi wake wote kwa kushambulia maeneo muhimu ya kimkakati na kutumia udhaifu wa majeshi ya serikali kwa faida yao. Kitu cha kipekee kilichotokea katika vita hivyo ni kwamba wana mapinduzi walitumia mbinu za kivita vya msituni na walitekeleza mashambulizi ya ghafla ambayo yalisababisha majeshi ya serikali kutawanyika. Baada ya vita ya Santa Clara, majeshi ya Batista walikuwa wamejaa hofu na waliona kama ushindi wa wana mapinduzi ulikuwa karibu. Januari 1, 1959, Batista alikimbia na Fidel Castro akachukua madaraka. Che aliteuliwa kuwa gavana wa Benki ya Taifa na waziri wa viwanda, lakini alikataa maisha ya starehe akichagua kuendelea na maisha ya mapinduzi. Che hakuona Cuba kama mwisho wa mapambano yake. Alikuwa na ndoto ya kueneza mapinduzi duniani, hasa Afrika na Amerika Kusini. Mnamo 1965, Che Guevara alienda nchini Kongo kama sehemu ya harakati za kueneza mapinduzi ya kimapinduzi barani Afrika. Aliondoka Cuba na kuhamia Kongo kwa ajili ya kuongoza mapambano dhidi ya utawala wa kikoloni na mifumo ya kibepari. Lakini safari hii haikuwa na mafanikio kama alivyokuwa akitegemea. Hali ya kisiasa na kijeshi nchini Kongo ilikuwa ngumu zaidi kuliko alivyotarajia. Aliweza kukutana na upinzani kutoka kwa wanajeshi wa serikali, lakini pia alikumbana na matatizo ya kutokuwa na msaada wa kutosha kutoka kwa wanamapinduzi wa Kongo. Ugumu wa mazingira ya kivita na tofauti za kifikra kati yake na viongozi wa Kikongo.
Alijikuta kikosa ushirikiano wa kutosha na kuonekana kuwa katika hali ya kutokuwa na nguvu za kijeshi na kifedha. Alijiondoa kutoka Kongo mwishoni mwa mwaka 1965 baada ya kuona hali ya mapambano ilikuwa ngumu mno na hakuwa na msaada wowote wala hakuwa na msaada wa kutosha. Baada ya kurudi Cuba kwa siri, Che Guevara aliandaa mpango wake wa mwisho, Bolivia. Mnamo Novemba 1966 alifika Bolivia akiwa na kundi dogo la waasi, akilenga kuanzisha mapinduzi ambayo yangevuka Andes na kuunganisha Amerika Kusini katika vita dhidi ya ubepari. Alifanya kazi katika misitu ya Nancahuazo akijaribu kuwahamasisha wakulima wa Bolivia, lakini wengi walimudu kumudu, hawakumudu kumudu. Hawakuunga mkono harakati zake kwa sababu ya tofauti za kiitikadi na hofu ya jeshi. Mnamo Oktoba 8, 1967, baada ya miezi ya vita vya msituni, Che alikamatwa na jeshi la Bolivia likisaidiwa na CIA huko La Higuera. Vikosi vya Bolivia pamoja na mashirika ya ujasusi wa Marekani kama CIA walikuwa wakimfuatilia Che na wanamapinduzi wake kwa muda mrefu. Walikuwa na taarifa za kijasusi kuhusu eneo ambapo Che na wenzake walikuwa wanajificha, na walijua kuwa walikuwa wanakimbia kutoka sehemu moja hadi nyingine baada ya kupigwa na mashambulizi makali. Che na wanamapinduzi wenzake walikamatwa kwenye kijiji cha La Higuera ambapo walikuwa wanajaribu kupata msaada kutoka kwa watu wa karibu na msitu. Che alikamatwa akiwa miongoni mwa wanamapinduzi 5 wakiwa wamekimbia kutoka eneo la mapambano. Baada ya kukamatwa, Che Guevara aliteswa vibaya na vikosi vya Bolivia. Hali ya mateso ilianza mara moja baada ya kukamatwa kwake. Alifungwa mikono na alikamatwa akiwa na majeraha ya risasi kutoka kwa mapigano ya awali. Wakati akiwa kifungoni, Che Guevara aliteswa kwa lengo la kuvunja roho yake na kumfanya aungane na serikali ya Bolivia. Alikuwa akichukuliwa kama adui mkubwa wa utawala, na waliona kuwa kumtesa na kumwangamiza ilikuwa ni njia ya kumaliza mapinduzi ya Cuba na mengine ya kimapinduzi ambayo Che alikuwa akiyasaidia. Pamoja na kumfunga mikono, Che aliteswa kwa namna ya kutisha. Aliwekwa katika chumba kidogo cha gereza na alilazimishwa kukaa chini ya hali ya uchungu na adhabu. Wakati akiteswa, hakupata msaada wa matibabu na alikosa haki ya kuwa na utetezi mbele ya mahakama, na alifanyiwa vitendo vya unyanyasaji wa kimwili na kiakili. Mnamo Oktoba 9, 1967, Che Guevara aliuawa kwa risasi katika hali ya kutisha. Muda mfupi baada ya kukamatwa kwake, Che Guevara alikabidhiwa kwa askari wa Bolivia kwa amri ya mkuu wa kijeshi wa nchi hiyo, General Helene Belantos, ambaye aliamua kumuua kwa risasi ili kumaliza harakati za mapinduzi. Kifo chake kilikuwa cha kikatili na kilikuwa na lengo la kuzuia maandamano ya kimapinduzi na kudhoofisha nguvu za waasi wa Bolivia. Kuna taarifa kwamba kabla ya kuuawa kwake, Che alijaribu kujitetea kwa kusema kuwa yeye ni mtu ambaye amekubaliana na mapinduzi na kwamba anafanya hivyo kwa manufaa ya watu. Inasemekana kuwa askari walimshambulia kwa kumfyatulia risasi sehemu mbalimbali za mwili wake. Risasi za kwanza zilienda kwenye miguu yake, ikiwa ni sehemu ya kumvunja mguu au kumfanya asiweze kutoroka. Baadaye askari walielekeza risasi kwa mikono yake. Hii ilikuwa ni mbinu ya kumshusha nguvu na kumzuia kufanya maamuzi yoyote au kutekeleza hatua yoyote ya kujitetea. Hatua ya mwisho ilikuwa ni risasi iliyopigwa kwenye kifua chake, na baada ya hapo mmoja wa askari aliweza kumpiga risasi ya mwisho kwenye shingo yake, ikimuua papo hapo. Kwa mujibu wa mashahidi wa kifo chake, Che Guevara alikufa akiwa na uso wa hasira na maumivu, lakini alikufa akiwa na msimamo wa kimapinduzi. Kifo chake kilikuwa ni ishara ya kumalizika kwa mapambano yake dhidi ya utawala wa kibepari, lakini pia kiliweka alama ya kudumu kwa ujasiri na uthubutu wa Che katika harakati za kimapinduzi. Baada ya kifo cha Che Guevara, mwili wake ulizuiwa kwa muda na vikosi vya Bolivia. Walikuwa wanatamani kutumia mwili wake kama chombo cha kuonyesha ushindi dhidi ya mapinduzi na kuwa na ishara ya kumaliza harakati za Che.
Walimzika katika kaburi la siri ili kuepuka kuwa na heshima yoyote kwa mwili wake. Lakini mwili wa Che ulipatikana baadaye mwaka 1997 katika eneo la Valle Grande, Bolivia. Baada ya miaka mingi ya kutafuta, mwili wake ulirudishwa Cuba ambako ulizikwa kwa heshima kubwa na kumwenzi kama shujaa wa mapinduzi. Kifo chake kilibadilisha hadithi ya harakati za kimapinduzi duniani na akawa mfano wa ujasiri, imani na azma ya kupigania haki na usawa kwa watu wa dunia nzima. Karibu katika Swahili na Simulizi. Jina langu ni Peter Mbogo.